is called sanctification. Sanctification is my topic of today that I want to share as a church together, so that God can take us somewhere. I appreciate so much those who make it into the weekly meetings, because I personally was the one that we had yesterday kwa Mama Liz. Bwana Yesu asifiwe. Kunaye mafundisho mazuri Naradarudi. I will be mixing the languages as we move on. Bwana Yesu asifiwe. Tuambia kama upaki Yesu. Now we know the side that we will call when you know. Okale kuja teaching Elder Patrick. How many of us were there in yesterday's meeting? How many can remember the topic or the subject of discussion that the Holy Spirit had with us yesterday? I want to give you that time to tell us the topic that we had yesterday. Amen. Forgiveness. Amen. See. Yes, Father. Nyasai will call about forgiveness. Hello. Nyasai will get Nyasai. Mungu abariki mjakazi wa Mungu sana. Kichina winyo kwa forgiveness according to time. Kwa sababu nilisikia kinena kuhusu msamaha kwa kila kona. Kanisa Nyasai nyalobe kwa Mungu Nyasai wa Nyasai. Ambayo kanisa ya Mungu inaweza kuwa nayo ili Mungu hawe Mungu. Kimomi ya chungu na walk sanctification. Sababu gani nimesimama ili ninene kuhusu sanctification? Kutakaswa. Nikechi Roma leo Maria Sayo kinalo kilo wachi noro. Sababu roho ya Mungu haiwezi leta jambo fulani. Ungeni momi Roma leo kuwelo. Kama kuna sababu ambayo inafanya Roho Mtakatifu anene. Weche Roma leo huyo nakodwa peleka pele. Neno ambayo Roho Mtakatifu unena nasi kila siku. Chuna wewe yalitiere Nyasai nalonene kanisa. Moyo wangu umekubali kwamba kuna utukufu ambayo Mungu anaweza kuona kanisani. Hata moro ama vita fulani, hata moro ama uzito fulani. Kuna lokelo message hata ujumbe moro. Na anaweza leta message ama ujumbe fulani. Mungu ujumbe na kanisa winjo moro. Ili hiyo ujumbe kanisa ikisikia na yeye Biblia. Nyasai kiumbe Nyasai kapeni yuro teko mara kala. Na Mungu ambaye ni Mungu wao awe Mungu akiwapa nguvu ya kupita hiyo vita. Momenyo kiwe sanctification kata forgiveness. Sababu gani wakinena kwa utakasaji ama msamaha? Macha kuchuma ila kanisa. Hicho ndio inasumbua moyo wetu sana kama kanisa. Kanisa mali Nyasai machanga wa kina tiere mali Nyasai ni kongo. Kanisa ya Mungu vitu ambavyo vinatuchukua sana ni kama uwepo wa Mungu iko nasi. Ibada wafueni kaka jomoa. Na kitu ambacho tuligundua kama watu ambao wameokoka. Mio tempo Nyasai kata bili kwa ngati. Kitu ambacho inafanya nguvu ya mtu inakuwa ama inaishi na mtu. Inalingana na kitu ambayo moyo wa mtu iko sawa nayo mbele ya Mungu. Walokole wengi wanafanya vitu vizuri vyote kwa njia zote,
Na unapata vitu ambazo zinafananishwa kama ni vidogo vidogo. Inawashinda kutimia. Na wakati hizo vitu zimewashinda kutimia, hizo vitu ndio zinataka na kwamba zinashinda nguvu ya Mungu kukuana. Yesu Baba. Amen. Neno la Mungu ambalo tulifundishwa jana. Ndio nataka niunganishe na maneno ambayo Mungu ananipa hii asubuhi. The next 1 hour I will go on the side. Kwa mstari moja kisha tutarudishia Mungu shukrani. Nguvu ambayo inavuruta neno, nguvu la Mungu kuwa nasi. Ni kulingana jinsi moyo ya mtu iko sawa mbele ya Jehova Mungu. Tena kiwango ama kiasi ambayo Roho Mtakatifu inafanya kazi kwa yule mlokole inalingana na kiwango ambayo roho ya huyo mtu iko sawa na mbele ya Mungu. Kama kiwango ya roho ya mtu iko 30%, vitu ambavyo moyo wako utavuta kupitia kutoka kwa Mungu inalingana tu na hiyo 30%. Kulingana jinsi moyo wako iko sawa mbele ya Jehova Mungu. Percentage of 80%. Kama moyo wako iko sawa inafaa kuwa 80%. So kata wewe is almost to that 80% machuni level. Vitu ambavyo utavuta italingana na hiyo 80% ambayo moyo wako iko sawa nayo. Chunga moyo ya mlokole inastahili kuwa safi. Kwa sababu usafi wa moyo wa mtu inalingana na ile kiwango ya vitu vya Mungu vitakuja kwake. So the first virtue na ile hatua ya kwanza ambayo inafanya roho ya mtu iwe safi. Ni neno ambalo mjakazi wa Mungu alitufundisha jana. Kama mfalme jana nena. Akasema wakati wowote unaomba mtu lazima msamehe mwenzake dhambi. Mjakazi wa Mungu alikuwa ananena akisema, unaweza kuwa muombaji sana. Ikiwa unafunga na saumu, iwe hata kama ni kukuja hapa kanisani. There is only one obstacle between you and God. Na kuna kizuizi moja tu ambayo inaweza kutenganisha wewe na Mungu. Na izuie maombi yako kutimia kwa Jehova Mungu. One of the things is the unforgiving heart. Kitu moja ambaye alinenea ni moyo ya kutosamehea. Nilisikia jinsi Roho Mtakatifu ilinena na ikasema kwa upana. Tena sisi kama kanisa tuliweza kuomba Mungu. Sio hapo Mungu ananipa ujumbe niweze kunena kidogo kwa neno bali nini. Niko na agano mingi ambayo nitataka nisome. The first verse that I want to read. Verse ya kwanza ambayo nitasoma comes from the book of John. Inatoka katika kitabu cha Yohana. Chapter 17. 17. 17 to 19. 17 mpaka 19. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Before I move on, kama bado sijaendelea, I wanted us to define the term sanctification. Nilikuwa nataka tuweze kujua maana ya utakasaji. What does it mean? Tukinena kwa kutakaza nini inamaanisha? The term sanctify, hiyo neno kutakasa, simply means something that is set aside. Inamaanisha ni kitu ambayo imewekwa kando for the holy work of God. Kwa kazi njema ya Mungu. Ni kitu ambayo imewekwa kando kwa kazi ya Mungu. Kwa sababu Mungu wetu ni mtakatifu. Agano nasema Yesu mwenyewe alikuwa mtakatifu,
was clean, alikuwa msafi, he was sanctified. alikuwa ametakaswa. Now, any time that a believer agrees to follow the word of God of salvation, Wakati wowote mlokole amekubali kufuata neno la Mungu, kitu kubwa ambacho wetu natamani kufanya, we are struggling to resemble Jesus himself. Yes. tunang'ang'ana kufanana na Yesu mwenyewe, Who is our Savior and Redeemer. ambaye ni Mwokozi, alituokoa na akaturehemu. And that is why we must be sanctified. Na hii ndio maana lazima utakaswe. From the book of John 17, Kupitia kitabu ya Yohana 17 to 19. 17 mpaka 19. It was a prayer that Jesus himself did. Ilikuwa ombi ambaye ni Yesu mwenyewe alisema. At that particular time when he was almost to the Calvary. Na hiyo wakati ambaye alikuwa anaelekea Kalvari. At this particular time, Na hiyo wakati he was walking with the wanafunzi wake. alikuwa anatembea na The disciples. alikuwa anatembea na wanafunzi wake. Yes, Lord. Amen. And it was almost some few days time to the crucifixion. Na ilikuwa imebaki masaa kidogo sana ili asulubishwe. Watch what Yesu. Neno ambalo lilikuwa linasumbua Yesu ni jinsi angeweza kuacha wanafunzi wake ama watu ambao walikuwa wanamfuata nyuma. Sababu alikuwa anaona akiwa nao na kitu ambacho ingeweza kuwasumbua hakuna. Wakikutana na shetani au wangeweza kurudi nyuma, kwa sababu walikuwa wanajua wako na Yesu. Yesu akinyoosha mkono, vita itashinda. Wakati njaa imekuwa kali na wanaumwa, haiko inawasumbua. Walikuwa wanajua kwamba wako na Yesu. Mtu angeweza kubadilisha samaki 2 na mkate 5 watu wengi wakula. Kwa hivyo kitu ambacho kinasumbua wanafunzi wake hakuna. Na hii ni kazi ambayo Yesu mwenyewe anaenda kuuliwa. Na wanaenda kuachwa katika dunia ambayo imejaa dhambi. Kwa hivyo Yesu alisumbuka moyo sana, ni jinsi gani wanafunzi wangu watabaki. Ili neno ilimlazimu aweze kuwaombea. Na neno kuu ambayo Yesu aliwaheka ndani yao, the one that he was praying so that it could be a virtue inside them as they walk. ama jambo ambalo alikuwa anaomba iwe ndani yao wakiwa wanatembea, Was that of sanctification. ilikuwa ni kwamba waweze kujitakaza. Yesu alijua wakati ambaye atakuwa na wanafunzi wake wasio watakatifu, hakuna jinsi Mungu angeweza kuwa Mungu, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mtakatifu. Tena utakatifu wa Mungu ndio inavuta nguvu ya Mungu kwa mtu. Utakatifu wa Mungu ambaye mtu ametengeneza moyoni ama maishani. Alijua akiwawacha kwa hiyo ulimwengu ambayo imejaa dhambi, hii nchi ambayo imejaa na vita. Na kama hakuna utakatifu, hakuna jinsi Mungu ataweza kuwa Mungu. Na ndio maana ukisoma hiyo agano, agano inasema sanctify them through thy truth. That is King James Version. Thy word is truth. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. And for their sake I sanctify myself, that they also might be sanctified through thy truth. amen. A very important virtue even for the church Jambo la maana hata kwa kanisa is sanctification. ni kujitakaza. Amen.
I know most of us come here. Najua watu wengi tunakuja hapa with the various difficulties, na kukuja na magumu mengi, the various prayer items, kukuja na maombi mengi, which is not bad. ambayo si mbaya. But today I want to give you the right medicine. Lakini leo nataka niwape njia kama ambayo kama mtu anaweza jivika nayo kama kanisa. Na utapata tu vitu ambavyo umekuwa ukitamani zitendeke zitatendeka tu. Because kama certification ni kwa sababu mahali kujitakaza hipo ndio nguvu ya Mungu inaishi. Yesu pa. Amen. Kanisa ya Mungu lazima iwe takatifu mbele ya Jehova Mungu. Sijui kama mtu amepata hiyo agano kwa Kijaluo. Tuweze kuisoma tukienda pole pole. Moyo wangu inatamani hili neno liingie katika moyo wako wa ndani. Watu wengi wanalia, Mungu nataka kukuona. Nataka kukuona kwa jambo mzito. Nataka kukuona kwa magumu na dhiki ambayo iko mbele yangu. Kitu ambacho tunaona nayo Mungu ni kama tu moyo wako imekuwa safi. Yes, someone can read it. John 17:17 to 19. Yohana Amen. Upake sio. Kama kama uko hapo na unajiuliza iko wapi njia ambayo naweza jitakaza nayo. Yesu anasema utawatakaza kwa neno, kwa ukweli ambao iko kwa neno lako. Neno la Jehova Mungu. Yesu pa. Ni neno ambayo iko na nguvu ya kutakaza mtu. Yesu pa. Amen. Kwa hivyo Yesu alijua kama wanafunzi wake watabaki peke yake na wako kwenye ulimwengu ambayo imejawa na dhambi. Hii agano ukisoma sana utapata mahali Yesu alinena sana. Kama moyo wake inalilia wanafunzi wake wenyewe. Anasema baba yangu, kama mimi mwenyewe ndio hawa watu waezi niamini. Wananena kwangu vibaya. Wananiona kama mtu mbaya. Hawajakubali na neno ambayo umeweka ndani yangu. Ni jinsi gani hawa watu wataamini kwa wanafunzi wangu ambao wako na nguvu kiasi ambayo nilikuwa nayo? Hii ni neno ambayo ilifanya Yesu akalia wanafunzi wake sana. Kama moyo wake inawazia jinsi atawaacha kwa ulimwengu ambao imeharibika. Na wacha nikwambie utakatifu wa Mungu kama mtu wako nayo. Mtu anaweza penya tu. Amen. Utakatifu wa Mungu kama iko ndani ya mtu. Mtu anaweza penya tu. Hata kama ulimwengu mtaki, hata kama watu wako hawajakubali naye. Utakatifu wa neno la Mungu inaweza fanya mtu apenye tu. Amen. Na hii ndio moja ya matendo ambayo kanisa inastahili kuwa nayo. Kanisa ambayo inataka
kuona Mungu. Kanisa manyaka yetuogre. Ni kanisa ambayo lazima ikubali kujitakasa. Kanisa manyaka yuak ni Nyasaye. Ni kanisa ambayo itakubali kumlilia Mungu. Ni Nyasaye wewe. Akiambia Mungu kwamba nisamehe. Kecha. Pata kunirehemu. Yesu pa. Amen. Ndio kanisa makata wao. Ndio kachunya upende Mungu ndio. Tena utapata ni kanisa ambayo kama ni wokovu ana moyo gumu wa kuita. Kwa sababu kuna wakati unaweza kukutana na vita na uzito fulani. Wewe kama binadamu hizo vitu zikuvute na zikuweke chini. Tuko na wakati ambao Mkristo anaweza tembea moyo ikiwa mzito. Amen. Kwa sababu ya vita pamoja na uzito ambao mtu anapatana nazo. Hizo ni kawaida ya maisha. Tuko na vita hata nyumba tu ambayo unaona watu wanaishi. Inaweza kufanya moyo wako iwe mzito. Amen. Na kanisa ambayo inajua kama moyo wake ni takatifu mbele ya Jehova, Mungu anaweza mtumia. Hiyo si ngumu kuita wokovu. Kwa sababu wokovu inaweza tengeneza moyo wa mtu na irudi ikiwa sawa. Amen. It is the virtue mani Yesu tuwapo kanisa dogo. Ni lengo kuu ambalo Yesu alikuwa anataka kanisa ibaki nayo. Kama tudokode tutako Nyasaye natendalobe. Kwa sababu kama mtu amebaki nayo nguvu ya Mungu lazima itakuwa. Mari Joshua katika kitabu cha Joshua ade Matenda Beach 3:5. Wacha ni anga tugeni. Joshua nowacho ni ji niya. Puonjre uru nikech Ruoth Nyasaye otimnu hono maduong'. Maki upaki Yesu. Weche kitabu ndiko kwa tindo kama wabula la. Hizo maneno nitaenda nazo kidogo kidogo hivyo kisha tutamuomba Mungu. Kwa sababu nahisi Mungu fulani yuko katikati yetu. Yesu pa. Amen. Maki ya Israeli ilitembea na ikaonekana kuna vita ambayo inataka kuwashinda. Nchi ambayo Mungu aliwaahidi wataingia na wataishi. Sasa hawawezi ingia kwa sababu mtu mmoja ambaye alikuwa kiongozi wao, ambaye anaitwa Musa mwana wa Abraham. Vita inampata na inamshinda kutimia kule Kana. Na jinsi Mungu ambaye tuko mbele yake ni Mungu. Anasema mimi nikishika vita siwezi iwachie njiani. Kwa sababu mimi ni Mungu, mtu ambaye anaweza tumia ama kitu ambaye anaweza tumia iwezi nishinda. Hata kama binadamu amekataa naweza ingia kwa mawe na nitumia. Na anashika Joshua mwana wa Nun kwa mkono. Amen. Agano la Joshua 3:5. Agano linasema Joshua aliambia watu kwamba jitakaseni. Kwa sababu kesho Mungu atawafanyia miujiza kubwa. Kuna kitu ambacho mtu lazima afanye ndio aone miujiza. Miujiza iko tu. Kwa sababu Yesu bado yu hai na anafanyia watu vitu vikubwa ambavyo hazijaonekana. Shujaa yuko baada anatoa uponyaji. Yesu yuko na baada anatoa watu kwa ufukara. Yesu yuko na baada mashetani wanainamika mbele yake, jina lake likiitwa. Miujiza iko. Hata kwa hii nyumba miujiza iko. Kitu ambacho alipata si lazima mtu aende Tanzania ndio aone miujiza. Ama uende upate msungu fulani kule Matundi upate miujiza. Tuko na Emmanuel Mungu pamoja
akajaribu kunena na Joshua sana, kusema Joshua moja. Mungu wetu pia ananena naye kwa maneno zingine ili ajue kwamba Mungu yuko naye. Hata kama Israeli wako wana imani ya kwamba huyu Joshua ndiye atafanana na Musa kweli, ilikuwa inawasumbua. Kwa sababu kuna wakati ambao alikuwa ananena na Joshua. Anaambia Joshua pia wewe unataka Mungu hawe nawe. Jinsi alikuwa na Musa. Ili miujiza kubwa ambayo wanafanya hata kama Musa yuko. Kama yuko naye pia afanye tuone. Na Joshua mwana Nuna akawapatia homo kidogo. Akamwambia nishaona miujiza kubwa inakuja. Hata hivyo kuna jambo moja ambalo Israeli lazima wafanye. Anasema mjitakaze. Kwa sababu kesho mfalme Mungu atawafanyia miujiza kubwa. Nilisema kitu ambacho inavuta miujiza kwa maisha mlokole. Si kulia tu. Kitu ambacho inaleta miujiza kwa maisha mlokole ni utakatifu pamoja na usafi wa neno la Mungu ambao mtu anasikia kila siku. Kama mtu anakubali jambo lote ambalo Mungu anamwambia nitachukua na niweke maishani. Hiyo utakatifu. Ndio Mungu ananenea kupitia kinywa cha Joshua. Siku fulani walipopita wakapita mahali inaitwa Ziklag. Na vita ama uzito ambao Bwana Joshua Nuna alikutana nayo. Ilikuwa Jordan ambayo ilifunga njia. Amen. Watu wanataka kuona ule Mungu ambaye alitembea na Musa. Ambaye aligawa bahari na akatembea na miguu. Kama bahari imeenda huko na ingine ikaenda isande. Je, ni Mungu mmoja? Ambaye siku moja kama Jordan ameleta kitu akapita na Musa mwana wa Imrani. Je, Mungu yuko ama alikuwa tu anajaribiwa? Na Joshua anahisi kama Mungu yuko. Kwa sababu hakuna Mungu ambaye anaweza nena kisha badilike tena. Kitu ambaye anasema atatenda huyo ufalme atatenda. Akasema enda mjitakaze. Kwa sababu kesho ufalme Mungu atawafanyia miujiza kubwa. Kujitakaza ni nini watu wa Mungu? Amen. Hallelujah. Nilisema kujitakaza ni kuweka kitu kando. Ni kwa neno tu la Mungu. Inamaanisha kama ameokoka akaponywa na akajazwa na Roho Mtakatifu. Kuna kitu ambacho lazima iishi naye. Ambayo inatembea naye. Akilala inalala naye. Akienda safari inaenda naye. Akienda nchi nyingine hiyo kitu inaenda naye. Inaitwa utakatifu wa neno la Mungu. Mlokole lazima ajitakaze. Kama anataka kuona miujiza kubwa ya Jehova Mungu. Tena yule ambaye amezoea na kujitakaza watu wa Mungu lazima awe na Mungu. Amen. Hata kama hajajalisha jinsi ni mbaya ama jinsi anafanana. Kujitakasa lazima mtu ajitakaze. Kama moyo wake umejitenga mbali na dhambi. Na kitu yote ambayo inaweza haribu katikati yake na Mungu. Ndio maana Mungu alikuwa ananena nasi jana. Tuko na mtu ambaye kushika tu ndio inaweza mzuia kukutana na Mungu. Amen. Yeye ako na chuki moyoni. Ako na moyo ambaye wachi neno. Amen.
Atakuachia aje kama wewe mwenyewe wako hujakubali kuachia mtu mwingine? Moyo ambaye anataka kujitakasa na kubali kuacha dhambi hata kama mtu amekutendea mabaya kiasi gani. Kwa sababu tuko na mbaya ingine ambaye ni Mungu wetu tu anaweza lipa kisasi. Hiyo ni neno ambayo Alexander alikutana nayo. Anasema alitendewa machungu. Akasema wakati fulani Mungu aliyechunga akalipa kisasi. Moyo wako lazima ikubali kuachia mtu dhambi yake. Kwa sababu gani? Moyo wako inataka uwe na utakatifu wa neno la Mungu. Inataka nikuone mfalme. Mfalme nataka nikuone. Mfalme nataka nishindie vita. Mungu nataka uwe Mungu wangu. Maana nimefika mfalme, siwezi niwe peke yako. Kitu ambacho inavuta nguvu ya mtu ambaye unanena naye. Ni kitu ambacho Bwana aduna ananenea. Akisema muweze kujitakasa. Muweze kujitakasa. Kwa sababu kesho mtaona miujiza kubwa. Na sisi tukiwa hapa na kanisa ya kwamba kanisa muweze kujitakasa. Kama moyoni uko mbali na dhambi. Kama moyoni uko mbali na kulalamika. Kama moyoni uko mbali na maneno ndogo ndogo. Na tuachie moyo wetu mtakatifu wa Israeli. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Najua jinsi mtu alivyo. Maandiko katika kitabu cha Waebrania. Hizi maneno nitasema tu pole pole tukienda. Hallelujah. Kitabu cha Waebrania. Hebrews 7:26. Yes. 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 Hallelujah. Hallelujah. Ingene dako ne bado ni wangeni ngama nani. Unajua huyo mtu ndio nataka tujue ni mtu wa aina gani. Sabani yeye kidoje wala. Sababu wakati ulikuja ukaingia kwa wokovu. Yete ni kutana chini kaka ile midwa. Ukakubali yote ya kwamba mfalme nitafanya jinsi wewe unataka. Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Na inasema mkoani mkubwa kama huyo ndio tunataka. Huyo ni Yesu mwana wa Mungu. Anaitwa mkoani wa makuhani. Yesu pa. Yule mtu ambaye nguvu yake inashinda makuhani wote. Agano nasema wakati mfalme alikuja mbinguni. Wakuhani walisema sisi hatuwezi. Na hata malaika waliweza kukataa. Na Yesu mwana wa Mungu, kuhani wa makuhani. Amen. Agano nasema mkuhani wa makuhani ndio tunataka. Huyo mwenye nguvu wa Israeli. Yule alifanya ukuhani na damu yake mtakatifu. Hata hivyo huyo
anaangalia tu. Amen. Wakati fulani akafundisha maneno magumu. Na Wafarisayo na wakufundisha sheria. Wakasema huyu mtu lazima tutoe maisha yake nje. Mtu akimpiga baruti na geuka na kupiga upande mwingine. Amen. Yeye alikubali tu hata kama anatukana. Na siku moja watu wakasema nguvu ambayo mtu anatumia si ya kawaida. Huyo mtu anatudanganya na anatumia nguvu za miujiza. Na akawauliza na wauliza, mkisema hivyo, ni shetani mgani ambaye anaweza toa shetani mwenzake? Amen. Na akarudi wakasema moyoni, tukisema hapo amesema ukweli, huyu mtu atatushika, huyu mtu akona nguvu mingi. Amen. Amekubali tu hata akiambiwa mtu kwanza anatumia zimetoka katika shetani. Na anasema tu hizo vitu ambazo watu wanasema hawajui ni nini wanasema. Ashiki nao chuki. Neno ambaye anashika moyoni pia hakuna. Yeye anajiachilia tu hivyo mbele ya mkono wa Mungu. Ili Mungu wake ndiye wakukata hukumu kwa vita yote ambaye anapatana nayo. Mkuhani wa makuhani. Mtu ambaye alikuwa akikufa msalabani Kalvari. Agano anasema Yesu alisema waachie kwa sababu wajue ni nini wanatenda. Moyo wetu kama kanisa inastahili tuwe watakatifu. Kama yule ambaye tunahiga ni Yesu mwana wa Israeli. Ndio maana Paulo akanena akifundisha neno fulani. Akasema kuhani kama huyo ndio tunataka. Kwa sababu ni mtakatifu. Tena hana uharibifu. Huyo ni Yesu mwana kondoo. Mwenye nguvu ni mtakatifu. Na yeye hana uharibifu. Walitaka wapate uharibifu kwake na ikupatikana. Na hiyo siku Pilato akanena. Akasema huyu mtu ambaye unaona mmeniletea. Hata mkisema mtu ni mharibifu, sijaona uharibifu wake. Amen. Na ni kwa sababu nyinyi mmesema, wacheni damu yake ibaki kichwani mwenu. Neno ambayo ilifanya Pilato akajua chini. Akasema mfalme, sijaona uharibifu wote kwako. Huyu ndio Yesu ambaye tunanenea. Kanisa wanataka kuona nguvu na kazi kubwa za Yesu. Lazima watake kufanana na Yesu. Mfalme wa wafalme. Huyo mtu ni mtakatifu. Ana uharibifu. Hebu sikia politi za Yesu jinsi zilivyo. Mtu anaweza tamani aone ama afanane na Yesu. Amen. Hakuna uchafu yoyote kwake. Na ashatofautiana na dhambi. Na ashainuliwa juu kushinda mbingu. Amejitofautisha na dhambi. Amen. Huyo ndio mtu ambaye tunamnenea. Hata kama mwanamke fulani ametengeneza nafasi yake kanisani, anasema mfalme sikuje tu ili tuwepo pamoja tuwe Dandora Living Nairobi. Mfalme anataka kukuona. Kwa sababu nikipiga macho kwetu kuna maneno zimekwama ambayo ni ngumu. Boma letu libaki nyuma. Kama boma za watu zinainuliwa na tumebaki. Hata mahali tumefika kuna mtu amejali boma letu lingekuwa boma. Na mfalme kweli mimi sina mawazo mengine. Kwa mganga ambaye anaweza enda hakuna. Kwa mwombaji ambaye anajua hakuna. Hekima ya ulimwengu ambayo niko nayo hakuna.
tunataka. Nikechone. Kwa sababu ni mtakatifu. Kidogo ke. Tena ana uharibifu. Chilo moroge kumu. Hakuna uchafu yoyote kwake. Kendo se poge kumricho. Tena ametenganishwa na dhambi. Kendo se tige mbalo moyo kupolo. Tena ameinuliwa juu kushinda mbingu. Yako tige mbalo ne mwanwa. Mtu ambaye ameinuliwa juu ndio tunataka. Yesu pa. Kendo ndocha wino kama wewe katosebe kafanyi wa nene. Tena nimesikia mama yetu akinena na amekuwa akihimiza sana. Ni wakisai kama tu wino kwa neno la Mungu mtu akisikia na atende. Na hiyo inakuwa ni kitu ambacho hakina thamani maishani. Na Yesu anasema akiombea wanafunzi wake. Na waombea ili Mungu wa mbingu na nchi. Ninyi pia muweze kutakaswa. Kwa nguvu ya ukweli na neno lake. Yesu pa. Amen. Donge kanisa Paulo waburuye mondo wadao pili. Kanisa leo tutakubali turudi chini. Echwani ndalo mawinyo kanyasaye weche mutulu puwe. Kwa sababu tuko katika wakati ambao nasikia wakati neno ambao Mungu anafundisha. Nyasaye bwana mteko ne katajira bali ubedi kumjoge. Mungu anataka nguvu yake na ukweli yake iwe katikati ya watu wake. Mondo enu mudu ubedi kaka nyasaye. Ili yeye mwenyewe abaki kuwa Mungu. Upaki Yesu. Wakati Israeli walijitakasa jinsi Joshua aliwaambia. Agano inasema siku hiyo kama wakati imetimia. Makuhani ndio walikanyaga maji kwanza. Kama sanduku la agano limeenda mbele. Lakini huyo Mungu wa miujiza. Huyo Mungu alifanya Yordani ikapasha njia. Na maji wa Israeli kapita katika njia kavu wakipita na miguu. Wakati walivuka ng'ambo nyingine, moyo wao ilikuwa na furaha. Wakasema huyo Mungu bado yuko. Mungu ambaye alitembea na Musa. Kama Mungu anapita nasi jangwani. Kama njaa iko Mungu akaleta mana. Kama koo imekauka Mungu analeta maji tunakunywa. Huyo mtu bado yuko. Amen. Wakati walivuka wakaenda ng'ambo nyingine, moyo yao ilikuwa na furaha. Wakasema kumbe Mungu ashakuwa na Yoshua. Jinsi alisema atakuwa naye jinsi alikuwa na Musa. Waliona miujiza kubwa. Hata wewe nakwambia kwamba miujiza iko. Kuna tu Mungu fulani ndio unastahili kutekeleza. Amen. Hallelujah. Amen. Leo kanisa takatifu ya Jehova Mungu. Tutakubali tuweze kurudi kwa Jehova. Korintho wa pili 6 17 to 18. 17 mpaka 18. Hallelujah. King James Version actually. Come out among them and be separate, says the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters. Amen. At the Corinth. Hiyo ni Paulo ananena na kanisa ya Wakorintho. Come out from among them. Hebu toka katikati yao and be separate, na uwe tofauti, says the Lord. Anasema Mungu. Touch not the unclean thing. Shika kitu ambayo isiyokuwa safi. And I will receive. Na nitaweza kukupokea. And I will be your father. Na nitakuwa baba yako. And you shall be my sons and daughters. Na utakuwa wasichana wangu na wavulana wangu. Kuna kitu ambacho mtu lazima asishike na asipeleke mikono. Akitaka Mungu ambaye ni Mungu wetu awe Mungu wake. Wacho kama ni au kundi dalwa kutimo
yatima. Mtu ambaye marafiki zake pia si wengi sana. Kwa sababu urafiki ambao watu wanaingia hata hapa kwa wokovu. Ndio inaharibu kitu kizuri ambao lazima ulipata. Upaki Yesu. Lazima moyo wa mtu ikubali. Aseme kama Yesu ataniita nitabeba msalabani na nikufuate nyuma. Hata kama ulimwengu ni tamu na imebeba vitu vingi ambavyo tunaona na macho. Wokovu ambayo ilinikusanya. Kafanya niwe binadamu. Kama sasa hivi ningekuwa siko, nitaweza kutengana nayo. Amen. Lazima ukubali na utengane na kila kitu. Mlokole pia nilisema marafiki zake si wengi sana. Mlokole pia lazima awe na marafiki wake ambao wameokoka. Kwa sababu neno la Mungu pia ni kujenga uhusiano. Si kitu ambacho unakufia unasema hii ni yangu na kufa peke yako. Lazima uwe rafiki na yule rafiki wako ambaye ameokoka na akajaza na Roho Mtakatifu. Mkikutana naye neno la Mungu mnapigia gumzo. Hiyo lazima uwe nayo. Na ulimwengu lazima uachane naye. Tunataka kutembea na wokovu kuu ya gharama. Lazima moyo wake itoke na asipigie ulimwengu kwa yeye. Na si mfalme mahali watu wako na furaha na anafanya raha za ulimwengu. Hapo siko. Amen. Ndio maana gani nasema Mungu ambaye anaweza kila kitu. Nasema lazima utengane na ulimwengu. Tena vitu vibaya moyo wako nako usishike. Ndio mimi Jehova nitaweza kukupokea. Na ninyi mtakuwa wasichana wangu na wavulana wangu. Yesu Baba. Inamaanisha mtakuwa watu watakatifu ambao wana uharibifu mbele ya Mungu. Na hiyo neno tu litakuwa nguvu ambayo itafuta nguvu ya Mungu iteremke. Ni ufalme wa Mungu ambao imetosha, hakuna vitu yote ambayo itasimama mbele yake. Amen. Kuacha. Hata kama moyo wako umeshika kitu kibaya. Ambia mfalme na wacha kwa sababu ni umesema na ndio nakutaka. Wacha. Upake Yesu. Na ndio Mungu atakuwa Mungu mtakatifu. The God of responsibility. Mungu ambaye ni wa majukumu. Mungu ambaye hawezi kuokoa mtu na kuacha. Atakuwa Mungu wako. Ukiona ushindi na nguvu. Wafalme nikinena hivyo. Kuna Mungu fulani ambaye mtu alitoka naye gotini. Ambapo Paulo anasema wazieni siku za kale. Wakati Mungu wa Mungu iliingia kwako. Kuna nguvu na ushindi ambao uliona. Ulienda hata kama unateswa. Na sasa tukinena saizi. Kuna vita ambavyo vilikimbisha walokole. Na ikawapata. Na wengine wakaingia kwa vita
Unaonekana tu ushaitwa. Utaingia kwa mkutano ukaweka babu chini. Kuja. Amen. Nilikuja nikagundua wakati Roho Mtakatifu iliingia kwangu. Nikinena na Roho Mtakatifu ndani kama watu wamenizunguka. Nasikia kama watu wamefurahi. Au pia wananena na ndivyo wakisema mfalme ushafanya. Niligundua watu wakuwa na vita nao. Hao walikuwa wanataka nguvu ya Mungu ambao wao waliona. Na hiki kitu kingeingia mola Mungu alileta kanisani. Ili pia waone nguvu na uwepo ya Mungu. Wakati nilikuwa nanena na ndimi moyo wao ikawa na furaha. Wakisema mfalme ukijana amesumbuka na kitu kila siku akikuja hapa. Ifanyie jinsi Kristo alifanyia Mungu. Na mimi ndio kitu nililetea faida. Wakati nilikuwa sina kazi mkononi nimebaki peke yangu. Kubaki peke yangu. Amen. Umebaki kama kila kitu ambacho unaweza wazazi zimepungukiwa. Na hiyo nguvu nilitoka leo chini. Nikasema mfalme hata kama watu wakosoma kweli. Nataka waone nguvu ambayo inatoka kwa nguvu inasema nini? Hiyo neno nilifanya nikapenya. Nikipita maeneo ambayo sikusoma. Nikimaliza mwanzo wa fukara mpaka za kurudi nyuma. Niliona kama nguvu imepenya nani. Hivyo maana leo nasubuhi nikifundisha. Kuna moyo ambao mlokole anataka aweze kutimia. Ni moyo ambao imetakaswa ina dhambi. Sema mfalme nataka nikuone. Nataka nikuone. Nataka nikuone. Nataka nikuone. Nataka nikuone. Kwa sababu kama sijakuona na watu watanicheka. Kama sijakuona madharau imenielekeza na kama sijakuona nitakuwa mgeni wa nani? Amen. Mathayo 5 achiegni tieko. Mathayo 5. Matida boro. Mathayo 5 ndogo 8. Nyasaye ndio ngane no huyu ni kuo. Mfalme ndio nataka nione mtume. Ni Nyasaye male. Na kwamba yeye ni Mungu mtakatifu. Lazima kanitie. Mtakatifu wake kama uko. Ungeni matatu kwa mtamu Nyasaye no. Hakuna kigumu ambacho itashinda Mungu kushusha. Lazima kanitie. Mtakatifu wake kama uko. Wale marubu ni Nyasaye tunataka lolo. Aliye nyumba yako lazima Mungu atabadilisha. Abich matida boro wacha. Yoma onge richo e chunyi jo awi nikech ginine Nyasaye. Yoma onge richo chunyi. Wala wana dhambi moyoni. Au ni wenye heri. Kwa sababu wataweza kuona Jehova Mungu. Ni nani anataka kuona Jehova Mungu? Upaki Yesu. Tukiwa hapa sisi ni wa Yesu Baba. Wacha ndio mani line mara moja kama. tunafanana kama wale ambao wako kwa foleni ya mbio. Mangamo ni line 1. Yule ambao kwa laini ya kwanza. Why dada ndiye masiku mawe mabera. Ametoka kwa boma fukara kuna kizuri ambacho kwa hapo. Ya line namba 2. Yule ambao kwa laini ya pili. Why dada masuku kata suti somo ndio kubeti. Ako kwa boma ambaye hakuna masomo hata kazi ya kuna. Line bara 2. Laini ya tatu. Why dada kuona kubadili mate mere ni bake. Ametoka kwa boma ambaye imejaa waganga zote ambazo zinafanyika ni mbaya. Upaki Yesu. Unasati kwa nini wayuno ni kudua ngomene. Na Mungu aliomba amefanya tukutane kwa hiyo neno ya uokovu. Nyasaye ni waneno. Mungu ambaye unataka kuona. Ndiye Mungu wetu malere ni Nyasaye. Bali wewe mtakatifu mbele ya Mungu. Utakatifu wa Mungu itafanya urute kila kitu ambacho unataka
neno kamano. Namrudishia shukrani. Efeso 5. Efeso 5. Ndio kwa uchele hapo hiyo. Abro wewe nikicha seka tai bora. Ile mudi wewe malere nimije kubali uweze kuwa mtakatifu mbele ya Mungu. Utakatifu inaweza kufanya upite vita fulani ambayo ushapigana kwa sana, na vita inakuangalia tu. Wachana na wahubiri. Amen. Wachana na wahubiri na watu wabebaki. Neno ambalo tunanenea mtu anaweza tengeneza peke yake. Amen. Kwa sababu yule ambao tuko mbele yake, angalia jinsi mtu yuko ni amtendee. Tuko na tuko kama mtu anaweza tengeneza. Wacha kujiangalia wewe ni mwanamke hivi. Mungu wetu hakuoni hivyo. Huyo Mungu ukitengeneza, na ufalme wa Mungu itakuwa nawe. Huyo Mungu atapita nawe vita. Amen. Wacha kuona tumeenda kwa binadamu. Watu wataweza kukupa disappointment. Na mtu amenanenea. Kama mtu amekubali akajitakasa na akakubali kuwa mtakatifu, Mungu wetu atakuwa Mungu wako. Efeso na wacho tunayoga uchia tunayoga mama wacho kama ne ochiure kamano mondo opwodh koluoke gi pi kendo gi wach mondo ka okawe obedo mare obed gi duong' kendo maler maonge chido kata joro kata gimoro amora makamano. Amen. Washing the water by the word, that he might present to himself a glorious church, not having spot or wrinkle. Upake Yesu. Maana Yesu ni Yesu. Huyo ni Yesu mwana wa Mungu. Jambo ambalo kwa kiwango mtotatu. Yule ambaye alitakaswa kwa kiwango yote. Ongeka makuwa nilichoduone kata nilicholo. Hakuna mahali mfalme dhambi ilimshinda. Yesu ni Yesu. Mfalme mwana wa Mungu alikuwa mtakatifu. Bado ni mtakatifu mpaka sasa. Mtakatifu ambaye ilikuwa ndani yake alifanya akashinda vita. Tuko na vita kwa mwanamke fulani anaweza shinda. Wakati shindana anataka kuhakikisha ambayo kitu ambayo imeingia kwake, shindana hawezi pata. Amen. Anafananishwa na yule mwana wa Kushi. Upake Yesu. Huyo mtu alikuwa mtakatifu. Alitengenezwa na maji pamoja na Baba. Hadisi alikuwa mtakatifu. Ndivyo leo pia nataka kanisa liwe takatifu. Kanisa haina makosa. Ndio kanisa likitembea na majibu ya Mungu. Hiyo ndio maana nililia. Nikasema mfalme tutafaa kukuona. Ni Mungu ambaye lazima tufanane naye. Amen. Bali waza kufanana na Yesu. Hata kubaki peke yako ndio ukishinda vita. Usiana utakatifu ni kitu kubwa sana katikati ya walokole. Kama haijajalishwa. Amen. Hallelujah. Wacheni kuache na ndani ya mwisho ya Ayubu wewe usome hata nyumbani ukiwa peke yako. Moyo wangu unamrudishia Mungu shukrani. Moyo wangu ukakubali kwa kuwa Mungu tutamuomba. Kwa sababu ya neno ambayo ameweka ambayo inatoka nyuma yangu. Hallelujah. Ayubu 1. Matinda vita kiane wacho nanga. Ndogo 5, sijui nasema aje. Kane sao oserumo, Ayubu ne chiwo okinyi mang'ich kendo timo misango mondo opwodhgo nyithinde. Ne otimo kamano pile, oparo
ni dipoka achiel kuomgi oketho kuom yanyo Nyasaye gi chunye. Hallelujah. Maana Ayubu ya Kushi. Huyo ni Ayubu mwana wa Kushi. Alikuwa anatoa dhabihu. Hii kitu ambayo unanenea ni kitu ambayo imeunganisha familia yote. Hii ndio maana moyo wangu ililia sana hapo juu. Nikasema ni vizuri kwamba kila mtu aweze kuokoka. Kwa sababu tuko na dhambi ambayo inaweza jiweka kwa mtu binafsi. Hata kama umejaribu. Anaenda akaketi kwa dhambi. Na kama Yesu ameokoa kila mtu kwa Mungu. Mimi niliona kama mama yangu bado anavuta mkia na nyumba. Na ndugu yangu anajikonyesha tu. Nijivute naye tuende jangwani tuende tuombe. Baada ya dhambi magonjwa yananiangalia tu. Na wakati alikubali akaingia kwa wokovu. Na mashindano ambayo ilikuwa kwa ndugu yangu imeingia kwake na lia kwake. Amen. Ayubu anatembea akitaka moyo wake iwe takatifu. Hata watoto wake unapata akiwatolea dhabihu. Anasema yule ambaye nishika ni mtu takatifu. Sisi kama mtu alizunguka akaikuta kaingia kwa watoto. Na upate mmoja wao pengine akatukana Jehova Mungu. Alikuwa anajitakasa. Najua mwaka ikibadilika hivi tumeshoka. Niligundua kama familia kuna dhabihu fulani ambayo inastahili tu kutendeka kwa kila nyumba, wakitolea Jehova Mungu dhabihu. Tuko na dhabihu ya kujitakasa ambayo Ayubu alitoa pamoja na watoto wake. Agano nasema moyo wake ndio nataka iwe takatifu. Na ukisoma Ayubu moja, hata jinsi moyo wake ilikuwa. Alikuwa anatolea Mungu dhabihu mpaka na watoto wake. Kwa sababu yake ilikuwa inataka kitu kibaya iinukie hata watu wa nyumba yake. Na ishinde Mungu kutenda ama kuwa Mungu wake. Amen. Wacho ni achelewa. Neni jenga tomorrow manyige Ayubu manakota ke Kus. Neni ng'at makare kendo maler. Mani uluoro Nyasaye kendo otang' ni richo. Alikuwa mtu mkamilifu tena mtakatifu. Ambaye alikuwa anaogopa Mungu na alikuwa anajitenga na dhambi. Ule wakati shetani aliruka juu ingie kwa Ayubu. Hakuingia kwa urahisi. Kwa sababu moyo ambao alikuwa amejizika nayo ni moyo safi ambao alikuwa anaogopa Mungu. Ndio maana ni lazima shetani azunguke na mwishowe akapata nafasi kupitia Jehova. Na hata kama aliingia akaanza kuharibu vitu za Ayubu. Takatifu wa Mungu vitu zake ziliharibika. Mungu wa Ayubu alikuja tena akadhihirika. Na mali yote ambayo ilipoteza Ayubu Mungu alirudisha. Kwa sababu neema ya Mungu ni nzuri. Apako Yesu sifa. Apako Yesu nyaroma. Apako Yesu golo. Ukija kujole manje Jehova Nyasaye. Asubuhi nilikuwa nafundisha utakatifu wa Jehova Mungu. Marwaru mangamu guruto. Ya wokovu ambao ulokole anastahili kutembea nayo. Wakati guruto kunibele na mkono ni Jehova. Tafuta wakati wote utembee kuwa mtakatifu mbele yako. Kujitakasa itafanya uone Mungu. Ndio maana moyo wangu umekubali hata na asubuhi. Mungu ambaye amenena nasi hapo wekelea tu kijiti.
Nyasaye mungu wachne ai. Mungu abariki neno lake sana. Wakati